sana wimbo huo. Tuendelee kuuimba kwa furaha, maana ndio wimbo wetu mkuu. Na fungu letu kuu ni kitabu kile cha Luka 21 na mstari wa 28. Ndilo fungu kuu la mikutano yetu kote katika nchi yetu ya Tanzania, chini ya kichwa kinachosema nitakwenda nikimsubiri nani? Yesu. Na kwa kweli katika juma hili tutakuwa na hicho kichwa cha somo kitakachobeba mada zingine ndogo ndogo nyingi, ili kwamba tuone namna gani ya kwenda huku tukimsubiri Yesu. Niwapongeze, kuna kwaya zimeshatunga nyimbo za kwenda wakimsubiri Yesu. Bwana awabariki. Na sasa fungu letu linasema hivi, naomba kunukuu: basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mukaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umefanya nini? Umekaribia. Hilo ndilo neno la Bwana. Tuombe. Baba na Mungu wetu, saa imefika tena, hata kwa maneno machache katika fungu hili yafanye kuwa baraka mchana wa leo, yaniguse mimi, yaguse wasikilizaji, na yatuandae kwa ajili ya ujio wako. Katika jina la Yesu tumeomba, amina. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Basi mambo hayo yaanzapo kutokea. Neno basi, kumbuka nimwambia subiri, lakini nafafanua hili fungu. Basi, neno hili basi ambalo limeanza katika hili fungu limeunganisha aya hii na aya zilizopita. Ukisikia neno linaanza basi kokote katika Biblia ni kiunganishi, linaunganisha yaliyotangulia na yanayofuata. Kwa hiyo kuna maelezo yametangulia, na fungu la 21 linayaunganisha maelezo ya juu, kwa maana fungu la 20 kwenda juu na fungu la 21 kushuka chini yanaunganishwa. Kwa hiyo Yesu alikuwa ametaja mambo hapo juu. Wale ambao mmesoma kitabu cha Luka, alikuwa ameshataja matukio ya siku za mwisho, alikuwa ameshataja vita, alikuwa ameshataja mataifa atakavyofadhaika, alikuwa ameshataja habari za njaa, ishara mbinguni, ametaja habari za hofu duniani na majanga mbalimbali. Baadaye fungu la 21 ndipo anasema basi. Hii ina maana kutokana na mambo hayo, mwitikio wa Mkristo unapaswa kuwa tofauti. Wakati dunia inapokuwa inaogopa matukio yanayotokea, sisi washiriki tunapaswa kutoyaogopa matukio hayo, maana sisi tunajua tunakotoka na tunakokwenda. Haleluya, haleluya, haleluya. Maana ndio maana kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 28 na nukuu, anasema nasi tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Kwa wakati hayo yote yanatokea hayo, basi juu sisi ambao tunamjua Mungu lazima tujue kwamba mambo hayo yote ambayo yametokea, sisi tuna nuru na Bwana anafanya pamoja nasi, yanatusaidia kuelewa ni nyakati gani tumesimama sasa, tuweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Yesu mara ya pili. Hili fungu linasema mambo hayo. Haya ni matukio aliyotajwa Yesu hapo kabla. Na mambo haya nimewaambia ndio dhiki, ndio njaa, ndio machafuko, ndio vita, ndio ishara, ndio mambo mengi yametajwa. Yesu hakuficha ukweli kwamba kutakuwa na nyakati ngumu. Ametaja zote, kwamba tunapoishi tunaishi kipindi gani ametaja, na majanga yote haya tumeisha yaona. Kama ni njaa tumeona. Mimi mwaka 1990 nilishuhudia njaa kwetu hapa Majita. Mnakumbuka tulivyokula maembe? Mzee Tolo, unakumbuka? Tumeshaona yote hayo. Ilikuwa njaa mbaya sana. Mzee wangu alikuwa anachunga mtaa huu wakati ule, na mimi nilikuwa nikija hapa. Nakumbuka mama yangu walileta gunia la unga, watu wa Adra, likashukia pale Bukima. Washiriki wetu wakawa nakuja wanachotewa kwa kikombe tu kale kaunga, kikombe tu, wanaenda kupikiwa uji. Mambo haya yanapoanza kutokea, ni wanasema basi. Hayo mambo yanapoanza kutokea, hayo mambo, mnapoona njaa, mnapoona vita, mnapoona maadili yameshuka, mnapoona mambo hayendi vizuri, amani hakuna,
sisi lazima tujue kwamba tunaishi nyakati za mwisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Na ametumia neno yaanzapo. Hii inaonyesha mwanzo wa utimilifu wa ishara, kwamba mnapoona yanaanza ndio mwanzo wa Yesu Kristo kuja mara ya ngapi? Ya pili. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yesu anaonyesha kuwa sisi kama washiriki tunapaswa kuwa macho kiroho. Ishara tunapoziona hizi zote zinapotokea, basi sisi tusiwe vipofu. Geukia mwenzako mwambie usiwe kipofu. Usijifanye hauoni. Mwambie usijifanye haujui. Mumsaidie yule mzee. Mwambie usijifanye haujui. Haleluya, haleluya. Ndiyo, tusiwe watu wa mshangao tunapoona yanatokea. Tusiwe watu wa kuogopa tunapoona yanatokea. Maana Yesu ameshatuonya mbele kwamba basi myaonapo yote yanapotokea, mnapoona watu wanagombana ndugu kwa ndugu, mnapoona upendo wa watu umepoa, mnapoona watu wasalimiani, ninyi msishangae. Haleluya. Maana yanatuonyesha kwamba ishara alizosema Yesu zinatimia, na sisi hatumo gizani kama anavyosema Wathesalonike wa kwanza 5:4. Hatumo gizani, tumepewa nuru yote. Kwa hiyo tunapoona yote yanatokea, sisi imani zetu zilindime, zikue kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Nimependa amina zenu kamati yangu. Bwana wabariki. Huku wamesinzia. Jamani, tuwe pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anapoanza kutokea, yani anapoanza kuonekana wazi, tunayaona wazi. Kama ni matetemeko tumeona wazi, vita tumeviona wazi. Yani anapotimia na jihidhirisha wazi, basi historia inaelekeza mwisho uliopangwa na Mungu, ya kwamba uko karibu. Mungu si wa kutubahatisha tu kwamba nafanya hivi. Ametupa dalili zote kwamba mnapoona hayo, ninyi mjue ya kwamba haya yanaelekeza Yesu yuko mlangoni. Amen. Nimependa kamati yangu. Sasa nimesemaje? Hili fungu limesema kaneno kengine, changamkeni. Geukia mwenzako mwambie changamka wewe. Muite kwa fulani. Si unamfahamu jirani yako hapo? Muite jina lake. Mwambie fulani changamka. Mwambie changamka wewe. Haleluya. Nilempenda mgamia na mke wake anamwambia changamka mzee. Jamani, mnapoona haya mambo yanatokea, watu wenzangu wa Butata, tumeambiwa tufanye nini? Tuchangamke. Hili ni agizo. Changamkeni ni agizo, sio ombi. Changamkeni maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sisi wa Adventista tusimame wima. Mtu aliyechangamka huwa hasimami kizembe. Pastor Rugemalila, mtu aliyechangamka anasimama wima. Kwa hiyo tumeambiwa tunapoona yote sasa hivi yanatokea. Zamani kulikuwa ziwa limejaa samaki hili. Zamani hapa kulikuwa na muhogo ambao ukifunga ng'ombe hatoki. Hapa Majita. Zamani hapa kulikuwa na uwele tulikuwa tunaukula hapa. Zamani kulikuwa na chengu ambaye libebwa na gari moja pickup ikataka kuanguka kule Kome. Mimi nashuhudia hivi. Leo sio hivyo. Mnapoona mambo haya yanatokea, ninyi changamkeni. Simameni wima. Inukeni. Kama kulikuwa na mwanaume anakata tamaa, huu ndio muda wa kuchangamka. Kama kulikuwa na jambazi anaiba zaka, ndio muda wa kuchangamka. Kama kulikuwa na mchelewaji wa mambo ya kiroho, huu ndio muda wa kuchangamka. Kama kulikuwa na waimbaji wanaoimba kizembe, hawaendi mazoezi, ndio muda wa kuchangamka. Ninyi watu wa Mungu, si muda wa kulala huu, sio muda wa kukaa, ni muda wa kuchangamka. Changamkeni. Pateni nguvu. Mliokuwa mmekata tamaa, tiweni matumaini. Maana tumeambiwa tuchangamke. Sisi kama Wakristo hatupaswi kulemazwa na hofu, lazima tuchangamke. Maana tumeitwa tusimame katika imani. Haleluya. Mwambie jirani yako simama katika imani. Mwambie jirani, simama katika imani wewe. Changamka wewe. Kuwa imara wewe. Kuwa jasiri wewe.
maana ni nyakati za kufunga historia ya ulimwengu. Haleluya, haleluya. Wana Butata, tunapoona yote ajaanzapo kutokea, ametuambia Yesu mwenyewe. Kumbuka haya, Yesu anatuambia changamkeni. Kama ni wakati wa makambi kama haya, we changamka. Wanahitajika wanaochangamka, wachangamfu. Haleluya, haleluya. Maana kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 13 anasema mkiisha kuyatimiza yote hayo, anasema simama. Haleluya, haleluya. Simama imara. Kwa hiyo ndugu zangu, hili fungu ambalo ni fungu kiongozi la makambi haya limetuambia tuchangamke. Lakini habari njema ni hii, mkaviinue vichwa vyenu. Yaani hili fungu hata kanisa walipolichagua mimi nimetafakari sana. Mkaviinue vichwa. Mapinduzi, rafiki yangu, inua kichwa. Mkaviinue vichwa vyenu. Jamani wanakambi, tuviinue vichwa. Sasa katika Biblia kichwa mara nyingi, nimesemaje? Kinawakilisha mambo yafuatayo. Nisikilize. Unaposikia kichwa, kichwa kinawakilisha utu. Utu. Yaani utu wako uko kichwani. Geukia mwenzako mwambie utu wako uko kichwani. Maana kichwa ndio kimebeba akili, si ndio jamani? Ndicho kina macho, si ndio? Kina masikio, si ndio? Si ndio? Kina mapua, si ndio? Kina mdomo, si ndio? Sasa tumeambiwa tuviinue vichwa. Tuinue utu wetu. Maana utu wetu uko hapa kwenda juu. Tuinue utu watu wa Butata. Lakini kichwa kinawakilisha heshima. Kinawakilisha nini? Heshima. Heshima yako iko kichwani. Ndio maana wasema kwamba ukitaka kumuona mtu ni mrembo au ni mzuri ni usoni. Wanaume sema wanaume mpo. Mrembo anaonekana wapi? Usoni. Haleluya. Kwa hiyo uso ni heshima. Tunaposema inua vichwa, maana yake heshima yako iko kwenye kichwa chako. Lakini pia kichwa kinaonyesha ujasiri. Maana kama kuna uoga wote utaupata, unaanzia kwenye akili, kwenye bongo wako. Na tumeambiwa tuinue vichwa. Vichwa vinaweza vikaashiria matumaini tulionayo. Na ametuambia katika fungu hili tuinue vichwa. Kwa hiyo hatupaswi kuinamisha vichwa vyetu chini. Maana kuinamisha kichwa chako chini ni ishara ya kushindwa. Yaani mtu yoyote aliyeshindwa lazima kichwa kiko chini. Msiwe makondoo nyie. Makondoo ndio akiona juu anajikusanya pamoja hivi. Mesha haiko na makondoo. Inueni vichwa. Maana ushindi wetu umekaribia. Haleluya. Haleluya. Maana unapokuwa unainamisha kichwa, maana yake ni aibu. Na yeyote anainamisha kichwa, maana yake ana dhambi. Kuna dhambi zinafanya iname aone aibu. Sisi tumekuja katika mikutano hii kumwambia Bwana dhambi zote tunazitubu zisamehewe. Tuinue vichwa, tutazame mbinguni, maana wokovu wetu umekaribia. Haleluya. Tuinue vichwa ndugu zangu, maana Yesu anakuja mara ya pili. Ni wale tu ambao watainua kumtazama Yesu msalabani vichwa vyao, hao ndio wataweza kumpokea katika mawingu. Maana wote wanaoinamisha vichwa vyao wameshindwa. Wanainamisha vichwa vyao mara nyingi wana huzuni. Ndio maana kwenye misiba watu wanainamisha vichwa vyao, maana wana huzuni. Lakini wale ambao hawana huzuni, wale ambao wanajua ratiba ya Mungu ya kwamba mambo yote yameshatokea, hao wanainua vichwa vyao juu. Wanatamani kupata ushindi. Haleluya. Wanatamani kupata ukombozi. Haleluya. Wana matumaini kwa Mungu wao. Haleluya. Inueni vichwa.
Natamani kwenye kambi hili watu wainue vichwa vyao. Watafanya matengenezo katika kambi hili. Hii amina ya hapa nimeipenda. Hii kamati, Bwana wabariki sana. Jamani, inueni vichwa vyenu juu. Napenda fungu la Zaburi ya 27 mstari wa 6 anaposema, na sasa kichwa changu kitainuliwa. Haleluya. Nami natamani Mungu kwenye makambi haya kichwa changu kiinuliwe juu. Kuna mahali nilikuwa nimekata tamaa, na muomba Mungu ainue kichwa changu juu tena awamu hii. Nitazame Yesu katika mawingu anayekuja haraka iwezekanavyo. Niinue kichwa changu juu. Sio muda wa kuinamisha vichwa, si muda wa huzuni, si muda wa kuonea aibu mambo ya kiroho. Ni muda wa kuonea mambo ya kiroho ujasiri. Haleluya. Huu sio muda wa kuonea aibu kupeleka habari njema. Maana yoyote anainamisha kichwa anaona aibu. Mimi anaonea aibu mpaka Ukristo wake. Watanifahamu mimi ni Mwadventista Msabato. Kuna watu wanaona aibu kubeba Biblia. Inua kichwa wewe. Hata wengine inawezekana umeziacha Biblia nyumbani, umeogopa kuibeba, utembee nayo, wanakuona watakuita Msabato. Inua kichwa wewe. Lazima tubebe Biblia. Saa ya kubeba Biblia imefika. Haleluya. Nuru yetu iwekwe juu. Haleluya. Watu wamuone Yesu andaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa nini? Kwa maana hii inaonyesha sababu ya tumaini letu. Kwa nini tunatumaini kwamba Yesu anakuja? Na Yesu hatoi tumaini lisilo na msingi. Anaeleza ya kwamba hakika atakuja mara ya pili. Kwa imani ya Kikristo ina msingi katika ahadi za Mungu ambazo ameshatuambia, tazama na kwenda kuandalia mahali, nitakuja niwachukue tena kwenda nyumbani. Na hivyo ukombozi wetu umekaribia. Lazima tuwekwe huru. Maana anaposema ukombozi wenu umekaribia, maana yake ni kwamba tulikuwa utumwani. Na kwa kweli tuko utumwani ndugu zangu. Tumefungwa na shetani. Lakini habari njema, ukombozi wetu umekaribia. Ukombozi wetu umekaribia. Ndiyo, Yesu Kristo damu yake imetununua kutoka katika utumwa wa dhambi. Unapoona kuna kosa umefanya, damu ya Yesu itoshe, maana ndio ukombozi wetu. Ukombozi wetu nao mikononi. Haleluya. Ametuokoa kwa gharama kubwa, tumwendee kwa ujasiri. Haleluya. Haleluya. Mchana wa leo tuviinue vichwa vyetu. Mchana wa leo tuchangamke, maana wokovu wetu umekaribia. Wangapi mchana huu wanasema, Baba nisaidie niinue kichwa juu, nisikuonea aibu katika masuala ya kiroho, nisimame imara, nichangamke naposikia mambo ya kiroho. Wakati fulani nisisikie mpaka nisukumwe. Wakati fulani jambo jema nifanye kwa utukufu wa Mungu. Nisisubiri kutangazwa. Natamani kuona watu ambao wanachangamkia fursa za kiroho. Anafanya mambo kanisani kwake, anafyeka, anapanda mti, anafanya jambo, analeta kiti, anapigia mtoto wake simu, anamwambia tunakwama hapa, leta hiki. Changamkeni ninyi watu wa Mungu. Haleluya. Wangapi mchana wa leo wanasema, Baba nimechagua kuchangamka, nimechagua kuinua kichwa juu? Kwa nini msisimame tuombe pamoja mchana huu? Bwana awabariki, Bwana awalinde, Bwana awatunze tunapochagua kuinua vichwa vyetu juu, maana wokovu wetu umekaribia. Tunapoona dalili zote hizi, Yesu yuko mlangoni. Yesu yuko mlangoni, nami nitakwenda nikimsubiri Yesu. Naomba na wewe chagua kwenda ukimsubiri Yesu. Mungu awabariki na awalinde mnapochagua kwenda mkimsubiri Yesu. Chagua kuleta tofauti katika kambi hili. Uwe sehemu ya mbaraka katika kambi hili kwa utukufu wa Mungu wetu. Mchungaji Nagabona atakuja kutuweka mikononi mwa Bwana, maana tumechagua kuchangamka na kuinua vichwa vyetu juu, maana wokovu wetu umekaribia. Basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe utabaki kuwa Mungu milele. Wewe utabaki kuwa muumbaji. Sisi tutaendelea kuwa binadamu tulioumbwa na wewe. Jina lako liinuliwe Mungu wetu. Hata sasa umesema nasi kupitia mtumishi wako.
Na sisi tumechagua kuviinua vichwa. Tumekataa kushindwa. Tumekataa kukata tamaa. Tunatangaza sura ya ushindi kwa sababu tumeamua kuwatazama juu. Mwanzo wa vipindi hivi tumechagua kushinda. Sema nasi hata jioni ya leo, kimwandaa tena mchungaji kwa ajili ya neno. Baba, watumishi wako hawa waliosimama, ishara ya kwamba na wao wamesema imetosha. Shika mioyo yetu tangu sasa, na neno lako lipate kibali kwetu, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Bwana wabariki.